Wivu ni ishara ya upendo, lakini unapozidi unaweza kuleta maafa. Maafa gani? Tizama ngoma hii inaitwa All of Us. Imefanywa na jamaa wanajiita The Gang kutoka pande za Nigeria. Jamaa anaitwa Mr. Marcos. Ana mahusiano ya kimapenzi na mwanafunzi wake ambaye anaitwa Leila. Na penzi lao limekorea sana, kiasi kwamba wanakisi mazingira ya shule bila kujali kwamba hapa ni shuleni. Sasa Leila anashangaa, Mr. Marcos, upo sawa kweli? Mbona damu zinatoka puani? Ghafla Mr. Marcos anageuka kwa monster. Ulizani utaondoka salama? Mpuzi wewe, sasa leo nakuua. Nitalipiza ulichonifanyia wewe na marafiki zako. Kumbe bwana Leila alikuwa anaota. Muda huo Ahmad akaingia darasani. Principal Basi anakuja, Principal Basi anakuja. Kaeni kimya, kaeni kimya. Huyo Principal Basi ni mwalimu wa discipline. Hivyo anagopeka sana hapo shuleni. Basi bwana, wakatulia, Mr. Basi akawa ameingia. Good morning student. Habari za likizo? Natumaini likizo imeenda vizuri. Na huu ni mwaka mpya, natumaini ni mwaka wa maendeleo na mafanikio kwa kila mwanafunzi. Hivyo nisingependa kusikia matatizo wala kesi zozote ofisini kwangu. Jitahidini muwe na nidhamu, lakini pia uongozi wa shule tumepandisha grade, tunategemea alama za juu kwa kila mwanafunzi. Natumaini huu mwaka utakuwa mwaka wa mafanikio kwa kila mwanafunzi. Hivyo tafadhali msiniangushe. Huyu ni mgeni wetu mpya, tumpe ushirikiano. Naomba ujitambulishe kwa wanafunzi wenzako. Hi guys, kwa majina naitwa Chinasa Benson, nimetokea Enungu na familia yangu, hivyo tupo hapa Lagos. Sasa kuna huyu jamaa anaitwa Isaac. Yaani huyu jamaa ni mchakonoko kinoma yani. Akadakia. Umesema unaitwa Chinosa Benson, unamwongelea yule Benson ambaye anamiliki masheli hapa mjini eh? Chinosa akamkataa, hapana watu buu. Principal Basi akaingilia kati akasema inatosha. Aya, Chinosa naomba ukakae. Kisha akamuita Isaac. Aya, nifuate ofisini. Walipofika ofisini akamwambia Isaac, hakikisha kila taarifa unayoipata darasani kwenu unaniletea. Yaani in short nataka uwe spy wangu. Isaac akaitikia kwa kusema, sawa mwalimu, napenda sana kufanya hii kazi, hivyo nitahakikisha kila taarifa ninakuletea. In short, Isaac ni wale wanafunzi ambao ni vipanga lakini wanavielele sana, na hao huwa wanapendwa na walimu kwa sababu ni wambea kweli kweli. Sasa muda wa mapumziko, Ahmad na marafiki zake wakawa wanapiga story. Oya, kama kitokea Mr. Basi hajaja shule kwa wiki 2, tutaenjoy sana. Yaani shule tutaigeuza juu chini. Oya, yaani uticha mimi simkubali kinoma. Efe akamuuliza Ahmad, "Oya, vipi ile party yetu mwanangu, umefikia wapi?" Ahmad akajibu, "Oya, chill down. Kwanza mshua kasafiri, yaani nyumbani ni full hulu wa nyani. So tutaenjoy sana." Elia akadakia, "Oya we, hii ni opportunity, hataki kuipoteza. Hakikisha tunaandaa nyama, misosi, bila kusahau watoto wakali, mixa nyagi nyingi mzee." Ahmad akamjibu Elia akamwambia, "Oya we, mimi naitwa Ahmad. Kila kitu unachokijua kwenye hii dunia cha starehe nimeshaandaa mzee. Sijui masuala ya misosi, shisha, sijui pombe kali, watoto wazuri ndio usiseme. Oya we, hatari." Efe akadakia na kusema, "Oya we, usisahau vitu vikali vyetu vile. Usisahau mwanangu." Haya bwana, kesho yake tunamuona Montres Victory akigawagawa mitihani pale. Sasa alipomfikia Elia akamwambia, "Nimesikia kwamba mtakuwa na party weekend hii. Jamani, naombeni na mimi nije." Elia akasema, "We, hapana, nani kakwambia hakuna." Ahmad akamwambia, "Muache, tutamruhusu aje lakini kwa sharti moja. Cha kwanza, atuletee pisi kali, lakini pia asije akamwambia Isaac." Japo Isaac alikuwa amekaa mbele kwa mbali ni kama anavuta hisia ajue nini kinaendelea. Sasa leo Madam Grace alikuwa na kipindi. Leo alikuwa anakumbushia maswali ambayo aliwapa kwenye quiz. Kila swali akiuliza Isaac anajibu. Kila swali akiuliza Isaac anajibu. Madam akashtuka. Ina maana watu wengine hamjasoma hamjapitia quiz. Isaac peke yake ndo kapitia. Haya, swali linalofuata nataka mjibu nyinyi wengine. Moyo una vyumba vingapi? Kimya. Baada ya kimya kifupi ikasikika simu inaita. "Hiyo ni simu yako?" "Ndio madam, nilijua nimeiacha kwenye loka." "Nitakupeleka kwa mwalimu wa discipline." Ghafla Mr. Marcus akatokea. "Kuna shida gani hapa?" Ameingia na simu darasani. Namba zaidi inaita katikati ya kipindi. Mr. Marcus ni wale walimu wenye tamaa. Akamwambia Madam Grace, "Niachie huyu, nitamshughulikia, wewe endelea na kipindi." Upande wa pili, Chinosa yupo nyumbani kwao, anaonekana na mawazo. Akapitia peji ya rafiki yake Diana, akaona ni mtu fulani hivi wa kudripu, wa kula unyama. So akawa anawaza siku ya mwaliko na yeye atavaaje. Akawa na budi, ikabidi afuate bi mkubwa. Bi mkubwa akamwashia moto, "Wewe, mbona unagunaguna? Kuna kitu kinanuka hapa?" "Hapana mama, unajua." Bi mkubwa akamwambia, "Chinesa, unajua mimi nimekuzaa ila sina nguvu za kusoma ubongo wako. Hivyo, kama kuna jambo linakutatiza, naomba uniambie sasa hivi." "Mama, naomba uninunulie kiatu kipya. Unajua vile viatu vya mwanzoni yani vimechakaa, ni hata siwezi kuvivaa." "Sawa Queen Elizabeth. Unataka viatu vipya kila siku, Viatu vipya vya nini?" Mama, unajua tunatoka out Jumamosi hii."
Yaani jinsi ninavyokupambania wewe mtoto, naenda kazini asubuhi, narudi jioni, nihakikishe unakula, unaenda shule, unataka nigharamikie vitu ambavyo sio vya muhimu. Wewe mtoto unataka kuniua. Ushaanza kwenda na kwenye maklabu. Hapana ma, sio klabu. Yaani tunaenda kutembea hivyo. Nani kasema naenda kwenye klabu? Unaona mimi ni mtoto mdogo Kwanza kuna watu hawajui hata wanakula nini, sengine wanalala njaa. Jaribu kushukuru kwamba unakula milo 3 kwa siku, lakini bado riziki unataka nikununulie na viatu. Basi mama nimekuelewa. Sio umenielewa, sema nimekuelewa kisawasawa. Basi Chinyasa kinyonge akaondoka zake. Haya bwana, kesho yake shuleni tunamwona Mr. Marcos akiwa na mpenzi wake Leila. Mr. Marcos akanamwambia Leila, unajua mimi nakupenda na kujali so usinipe stress, unajua hapa shuleni, so naomba uniache tusije tukakutwa. Alafu kingine, baadaye tokea magetoni nimekuandalia bonge la diko. Leila, hapana, mimi sitaweza kuja leo, unajua kina Ahmadi wameandaa party, hivyo lazima niende. Lakini sasa nilikuwa nakuomba kitu kimoja mpenzi wangu, unajua mimi nimechoka kufichwa, so leo naomba tuende wote kwenye party please, usiseme hapana. Leila, hivi zimekuruka? Si unajua mimi ni mwalimu, naanzaje kwenda kwenye party ya wanafunzi? Nitakuwa nahatarisha kazi yangu. Bana usiogope, kwanza nishalewa na Diana, kwa wataweka siri, watafanya siri, niamini mimi. Lakini pia wenzangu wote wanaenda na wapenzi wao, mimi naenda single kweli. Sasa unajua tena wanaume tulivyo wadhaifu. Mr. Marcos alikubali kwenda kwenye party. Sasa ikawa ni muda wa party. Humo ndani ni amapiano tu. Koma sava, Diamond tu anatamba. Hapa Ahmadi ya kuangusha marafiki zake. Pombe kali zilikuwepo, mziki, bebes, kila kitu, yani party fulani vya kishua. Sasa wakati party inaendelea, Elijah na kidem chake wakavutana mpaka chumbani. Kufika pale dogo ni kama anataka kuchikwichi tu. Elijah akamwambia hapana, mazingira si rafiki. Tulia kwanza, naona umeelewa sana. Acha nikakuletee maji. Sasa huku chini vibe ni kama lote. Mr. Marcos akamefika na Leila. Kila mtu, "Oye, yule si Mr. Marcos. Na nikamwalika." Mr. Marcos ni kama anaona aibu hivi, ikabidi amwambie Leila, "Naomba niende washroom kidogo." Sasa baada ya muda kidogo, kile chumba ambacho Elijah alimwacha demu wake, tunamkuta Mr. Marcos amefariki. Hapa Chinesa na wasichana wenzake ni kama wamechanganyikiwa, ikabidi waite watu wengine. Leila akachukua simu kwenye mfuko wa Mr. Marcos. Aisee, hapa party ilikuwa imeshaharibika. Kila mtu akawa amechanganyikiwa. Oya, tunafanyaje wanangu? Elia akasema inabidi tuhakikishe hamna mtu anajua hiki kitu. Usiache kufuatilia part 2 ya mzigo huu unaitwa All of Us.